Twende. Sasa pointi yangu iko hapa. La kwanza ni kwamba ninachokihitaji mimi hasa kama Gen au kijana wa kisasa ambaye na mapenzi mema na taifa langu, sihitaji kuliona taifa langu likiwa katika tunazungumzia ile utawala wa kifamilia. Tunahitaji kuona kwamba leo mtu katoka mkoa huu, mtu katoka mkoa huu, mtu mmoja katoka mkoa wa kaskazini Unguja, mtu mmoja katoka mkoa wa kaskazini Arusha, mtu mmoja katoka mkoa wa Nyanda za Juu Kusini, ndo anakuja na kuwa rais, iwe ni Zanzibar iwe ni Tanganyika, ambapo yani zote ambazo zipo ndani ya Tanzania, inamaanisha anyone aweze kwenda kumove sehemu yoyote ile ambayo anaweza. Lakini leo unakuja kupata taarifa ya kwamba Tanganyika yoyote ambaye ana asili ya Tanzania, Tanganyika ni Mtanzania lakini ana asili ya Tanganyika, hawezi kumiliki ardhi Zanzibar. Wala inamaanisha sasa kama hawezi kumiliki ardhi Zanzibar, maana yake huyu si Tanzania. Fikiria hili. Vitu vingi unakutana na balozi wa Morocco, rais wa Morocco, mfalme wa Morocco anakuja analeta ukileta misaada Tanganyika, basi lazima na Zanzibar iende. Ni kwa sababu huwa tunahesabu as one country. Sasa unakuja unakutana na kauli zinatoka Zanzibar kwamba ardhi ya Zanzibar hairuhusiwi Mtanganyika kumiliki, lakini unakuja kukutana na kwamba Mtanganyika yeye ameruhusu huyu Mzanzibari kumiliki, kwa sababu sisi wote tunakuwa ni watu wa country moja. Sasa kwa Gen yoyote mwenye kujielewa na mwenye kufahamu, basi ataelewa ya kwamba kila jambo ambalo litalazimishwa kutoka Tanganyika kwenda Zanzibar ni kwamba linahitaji likanufaisha Zanzibar peke yake. Wakati huo sisi watoto zetu wanaendelea kwa katika mazingira yanayokuwa magumu. Lakini ukiangalia pia hata katika elimu kidogo Tanzania bara kulikuwa na elimu kubwa zaidi, na ipo na itaendelea kuwepo kwa sababu tayari ndio lecture ambazo zipo ndio slogan zetu tayari tulikuwa tumeziandaa. Lakini pia tulihitaji kuibadilisha Zanzibar pia kuwa na watu ambao watakuwa ni wasomi waelevu, kwa sababu nchi au mji wowote utakaokuwa na watu wenye elimu mara nyingi huwa unafanya mambo yake kwa ukubwa zaidi, kwa elimu zaidi. Sasa angalia kwa mfano tunapozungumzia Mbeya, Unguja, Chake, Arusha, ukienda Pemba, ukienda Morogoro, tunakutana na watu wote wana mambo yao ambayo kielimu kila country inajivunia kwa namna, kila mkoa unajivunia kwa namna moja ama nyingine. My point iko wapi? Kijana yoyote unatakiwa uelewe maana ya nchi yako ni nini, nchi yako inatakiwa iende wapi, nchi yako iko wapi, inatakiwa kufika wapi. Si kubeti, si umepewa pesa kwa ajili ya chama fulani ukafanya vurugu sehemu fulani na kwenda unafanya fesi. Angalieni Utanzania wenu. Sasa hivi hatuko na jeshi ambalo litaisapoti wa Tanzania. Jeshi lipo kwa ajili ya kusapoti serikali, jeshi lipo kwa ajili ya kusapoti au kwa protect viongozi. Sasa je, sisi kama Watanzania wenyewe wenye Tanganyika yetu na Zanzibar yetu tunaenda kulia kwa nani ambaye anaweza akawakemea mafisadi? Let me say that Jenerali leo ndo anakuja kutoa taarifa ya kwamba yeyote atakayeenda kumteka mtu, haya matukio tutakuja kuyakomesha, lakini ameteka balozi wa nchi na hawajasema ya kwamba huyu mtu katekwa na hawajakili sehemu yoyote. Na zaidi mauaji ya watu wa Oktoba 29 yalipotokea, huyu jenerali ndio aliyesema kwamba polisi wanafanya kazi nzuri. Means what? Maana yake ni kwamba yeye pia hajui nini anachokizungumza. Yuko kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya watu wale ambao ndio watawala. Sasa basi, kama ni Mtanzania au Mtanganyika au Mzanzibari na ni kijana, unatakiwa utambue ya kwamba haki zako ni zipi katika nchi yako na nchi yako inatakiwa iwepo wapi. Ya kwangu mimi ni hayo, na mimi ni Kozero. Karibuni sana. Once again, next time.